Watanzania ni nani au Mtanzania ni nani? Watanzania ni bodaboda, Watanzania ni machinga, Watanzania ni wapiga debe, Watanzania ni madaktari, Watanzania ni mapolisi, Watanzania ni wanajeshi, Watanzania ni viongozi, Watanzania ni kila Mtanzania. Yanayosema Watanzania na maanisha ni kila mmoja yupo kwenye hilo kundi. Manake ni kwamba kabla ya mimi kuwa kijana, yani mimi niseme kwamba mimi ni kijana au niseme kwamba labda mimi ni daktari, kabla ya hiyo identity ya kazi yangu, identity ya kwanza kwangu, mimi ni Mtanzania. Sijui kama unaelewa. Yani hicho ndicho kitu ambacho kinatuweka sisi pamoja kwenye kundi moja. Sasa nikienda ndani zaidi, manake kabla ya kuwa mimi Mtanzania, mimi ni Mwafrika. Ndio maana naamini katika Uafrika na upigania Uafrika. Mimi ni Mwafrika. Hiyo ni identity yangu, mimi ni Mwafrika. Mimi ni Mtanzania. Halafu sasa ndio nitakuja kujieleza labda mimi ni daktari, mimi ni mwalimu, mimi ni polisi, mimi ni mwanajeshi, mimi ni kiongozi. Sasa identity yangu ya kwanza mimi ni Mtanzania. Yaani Mtanzania ni sehemu ya kwanza kabisa, ya juu kabisa kuliko sehemu nyingine yoyote. Kwa hiyo hata mara moja nisikae nikasahau kwamba mimi ni daktari, lakini kabla ya kuwa daktari mimi ni Mtanzania. Sasa manake hichi ninachokizungumza ni jukumu la kila Mtanzania kujiuliza kwamba je, Tanzania inaishi kusudi lake? Na kama Tanzania haishi kusudi lake, je, Tanzania ni nchi ya makimbilio? Je, Tanzania ni nchi ya kivutio? Je, watu wakisikia kuhusu Tanzania, watu wakiona Tanzania, wanavutiwa kuja na kuona ni nini kipo Tanzania, wanavutiwa kuja? Je, watu wamepigwa na maisha huko, je, wanajisikia kukimbilia Tanzania? Kwa sababu wakija Tanzania watapata amani, wakija Tanzania watapata independence, watapata uhuru. Kumbuka, ndiyo taifa letu lilikoanzia. Mwaka 1961 Tanganyika inapata uhuru. Ilikuwa ni sehemu ya makimbilio. Ndio maana baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, again, mchungaji wangu anasema hivi, bangu kiroho, kwamba yeye hasemi kwamba tu ni baba wa taifa, ila Nyerere ni baba wa Afrika. Kwa nini? Kwa sababu angalia hizo nchi zilizosaidia: Mozambique, Angola, Namibia, Zambia, South Africa, na hizo nchi zote alizozisaidia. Kwa hiyo huwezi kumuita huyu mtu baba wa Tanzania. Hawezi kumuita baba wa taifa, ni baba wa Afrika. Sasa haya mataifa yote, nchi yetu ilijengwa katika misingi hiyo. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Zaburi 11 mstari wa 3, anasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini?